Tufahamu kuhusiana na simulizi hii ya mapango kutoka pale mkoani Kilimanjaro kwenye kabila la Wachaga. Ni usiku mzito ambao ulitanda katika kijiji kidogo kilichozunguka miteremko ya mlima mkubwa wa Kilimanjaro. Mvua nyepesi ilinyesha ikigonga paa za nyasi kwa sauti ya taratibu, kana kwamba kuna ujumbe uliojificha ndani yake. Ndani ya nyumba ya udongo, bibi mzee aitwaye Nyamari alikuwa akisimulia hadithi kwa wajukuu wake. Ninamnukuu bibi huyo: "Msifikiri mlima huu ni wa kawaida. Chini yake kuna mapango ya kale, mapango ambayo mababu zetu walitumia kujificha wakati wa vita, lakini si wote waliweza kutoka salama." Watoto walinyamaza ghafla. Moto ulipiga cheche na kivuli cha bibi kikacheza ukutani kama roho hai. Kijana mmoja ambaye alifahamika kwa jina la Musa hakuridhika. Bibi alimuuliza, "Kwa nini hawakurudi?" Bibi alimtazama kwa macho ya kina, akasema kwa sauti ya chini, "Kwa sababu kuna siri inayolindwa na si kila mtu anayeruhusiwa kuiona." Sasa usiku huo Musa hakulala. Mawazo ya mapango yalizunguka kichwani mwake. Asubuhi na mapema aliamua kufuata ukweli. Alipitia mashamba ya migomba, kahawa, akapita mito midogo na hatimaye akafika katika mlango wa pango lililofunikwa na mizizi mikubwa ya miti. Hewa ilikuwa nzito, kimya kisicho cha kawaida kilitawala. Alipoingia ndani, giza lilimkumbatia. Alitoa taa ndogo na mwanga wake ulifunua michoro ya kale ukutani, michoro ya watu wakikimbia, wengine wakipigana na wengine wakiwa wameinama kana kwamba wanaomba. Ghafla akasikia sauti, "Kwa nini umeingia hapa?" Musa alishtuka. Hakuwa na mtu, lakini sauti ilirudi tena, safari hii ikiwa nzito zaidi, "Unatafuta nini, mtoto wa Kichaga?" Kwa hofu lakini kwa ujasiri, Musa alisema, "Natafuta ukweli wa mababu zangu na historia yake." Ukuta wa pango ulianza kung'aa taratibu. Taswira zilianza kuonekana, vita vya zamani, watu wakijificha, na mwisho kundi dogo lililochagua kubaki kulinda siri. Sauti ilisema, "Siri hii si ya kila mtu, ni ya wale wanaoheshimu mizizi yao." Alipotoka nje, jua lilikuwa limechomoza. Kijiji kilionekana cha kawaida, lakini Musa hakuwa yule tena. Alianza kuheshimu wazee zaidi, kujifunza mila na kusimulia hadithi kwa wengine. Bibi yake alipotazama macho yake, alitabasamu pole pole. "Umeona, sivyo?" Musa hakujibu, lakini kimya chake kilisema vyote. Historia na mila ni hazina kubwa. Si kila siri inahitaji kufichuliwa, zingine zinahitaji kuheshimiwa. Kujitambua huanza kwa kujua ulipotoka. Nimalize na hii: kujitambua huanza na kujua ulipotoka, na unapokuwa jasiri utafika mbali zaidi. Musa aliweza kufika mbali zaidi kwa sababu ujasiri wake ulimpeleka mbali kuliko alivyotarajia. Lakini kuna vitu bora ambavyo ubaki navyo moyoni mwako peke yako na usimwambie mtu mwingine.